Mpenzi mtazamaji wa Kenya TV mahali popote ulipo, naomba ni kusalimie. Hujambo, natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio ili tukaweze kuchanganua siasa za Kenya wakati tunapoendelea kukaribia uchaguzi mwaka wa 2027. Rais mstaafu katika taifa la Kenya, Uhuru Kenyatta, akiwa katika eneo la Ichaweri ambapo ni nyumbani mwake, akitulia baada ya kumaliza muda wake wa kuwa kiongozi wa taifa la Kenya. Sasa ameshambuliwa ama amevamiwa kisiasa ghafla. Katika kanda hii naomba tukaweze kuangazia kiundani amevamiwa kivipi, nani amemvamia, sababu ni zipi zinazochangia kuvamiwa kwake akiwa rais mstaafu. Kwa nini anaendelea kuandamwa baada ya yeye kuondoka mamlakani? Naomba niweke sauti mbili hewani ambazo zinaenda kuunda msingi hasa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kanda hii. Msaidizi wa rais William Ruto ambaye ni Faruk Kibet amemvamia kisiasa Uhuru Kenyatta, huku akinena mengi kuhusiana na Uhuru Kenyatta kwamba yeye ndio amestaafu lakini anatumika kusambaratisha chama cha ODM. Naomba tumsikize kwa sababu kanda hii ndio inaenda kuunda msingi hasa kwa yale ambayo tunaenda kuzungumzia kwa kanda hii. Tumsikize Faruk Kibet vile anamvamia Uhuru Kenyatta kisiasa. Mtu anakuja mazishi hii ambaye tuanalia, hawezi saidia watoto hivi, hawezi saidia wachana, wamewacha family ya Jirongo in distress. Wale wanajaribu kupanga chama ya ODM, yule retired president ambaye amepanga hawa kina Halwale na Shivuna na Osotsi, ati baada ya hii uchaguzi ya William Ruto akishinda, Mluya asiwe rais, tunaambia shetani ashinde. Wewe umekuwa president ya Kenya, haukukuja hapa Malava, ama mliona Uhuru hapa Malava? Timuone yeye hapa kweli? Sauti hiyo ni ya Faruk Kibet. Ikumbuke kwamba umesikiza, because I don't want to repeat myself. Wiki moja iliyopita, gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga naye alimshambulia kisiasa Uhuru Kenyatta, huku akisema asitumike kuleta mamluki katika chama cha ODM kusambaratisha chama hicho. Tusikize what she said about 1 week ago. Umesikiza wiki moja iliyopita nayo vile Gladys Wanga alimwambia Uhuru Kenyatta watakosana vibaya na haiwezekani kutumika kusambaratisha chama cha ODM kwa sababu wako katika serikali jumuishi ambayo imeleta maendeleo makubwa hasa katika kaunti ya Homa Bay. Now, I want to put this into perspective so that we can understand why a section of leaders in the so-called broad-based government are attacking former president Uhuru Kenyatta politically. Kwa nini baadhi ya viongozi wale ambao wako serikali jumuishi wanamvamia ama kushambulia aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta kisiasa? Kabla nizame kuundana, shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa wewe ni mgeni ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe, na kuomba tu ukaweze kusubscribe. Kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishiwa na kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Kenya TV. Sambaza hii link ya kanda hii kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao WhatsApp na Facebook, tuendelee kujulisha wingi tena zaidi. Without wasting your time, back to our analysis. Kwa nini
Uhuru Kenyatta anashambuliwa. Number 1, 2027 general elections factor. Ni kwa sababu ya uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Gladys Wanga, Farouk Kibet na wale wote ambao wanamvamia kisiasa Uhuru Kenyatta ni kwa sababu wako katika serikali ya sasa ambayo inaongozwa na Rais William Ruto. Na katika siasa is all about numbers, is all about interest. Sasa interest yao wanaangalia kule mbele. Wacha sisi kama baadhi ya viongozi wala ambao tuko katika serikali jumuishi tumuunge mkono Rais William Ruto, tumudefend ama kumutetea kisiasa kwa kushambulia Uhuru Kenyatta ili mradi tukaweze kupata uungwaji mkono wa kisiasa katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Ndio maana wanamvamia kuonyesha ishara kwamba hao ni jeshi la William Ruto, na wataendelea kusisitiza na kusema ya kwamba haiwezekani Uhuru Kenyatta kuingilia kati siasa za chama cha ODM. Number 2, kwa nini wanamvamia Uhuru Kenyatta? ODM is divided politically. Ikumbuku kwamba yaani kwa Kiswahili chama cha ODM kimeweza kuwawanyika kisiasa. ODM ni chama ambacho kimekuwa kikiongozwa kwa miaka 20 na hayati Raila Odinga. Raila Odinga alikuwa rafiki wa Uhuru Kenyatta baada ya kuingia katika handshake wakati ule 2017, if you can remember. Sasa Uhuru Kenyatta alimuunga mkono Raila Odinga in 2022 general elections, lakini hakufaulu. Sasa vile kunaonekana baadhi ya viongozi wa chama cha ODM akina Edwin Sifuna, James Orengo, Godfrey Ososi na wengine wanaonekana kwamba akina Caleb Amisi wanaonekana kwamba huenda watatoka chama cha ODM. Na kuna wale ambao wako katika ODM, ndio maana ODM imewawanyika. Sasa Gladys Wanga anazungumza kuonyesha ishara kwamba bado ODM iko imara, lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo, ODM imesambaratika ama imewawanyika kwa pande mbili. Kuna wale ambao wanaunga mkono serikali jumuishi, kuna wale ambao hawaungi mkono serikali jumuishi. Kumaanisha katika uchaguzi ujao mwaka 2027 kuna wale ambao wataunga mkono William Ruto na kuna wale ambao watajitoa waingie katika mrengo wa upinzani kufuatia matamshi yale ambayo wanaendelea kuyatoa kila wakati. Kwa hivyo ndio maana tumeshuhudia division katika chama cha ODM, na tutasubiri tuone nani anaenda kuibuka mshindi hasa katika uchaguzi ujao kati ya vyama hivi viwili vikubwa kisiasa katika uchaguzi wa 2027. What do you think? Kumvamia Uhuru Kenyatta kisiasa ni suluhu halisi kufaulisha shughuli ya rais wa sasa kuchaguliwa tena 2027? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. I'm requesting, if you are watching but you have not subscribed to our YouTube channel, please consider subscribing by smashing the subscribe button and this down here once you are. Then remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any new video clip, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content always to other WhatsApp groups and on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours. Be blessed. Let's meet in the next video.